Biblia inasema mara akaonekana Yesu akitembea juu ya maji. Hebu mshangilie Mungu sana hapo. Haleluya. Wakati chombo kinapigwa na mawimbi, anaonekana mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Yesu anatembea juu ya maji. Unaogopa wewe kuzama ukiwa kwenye chombo? Wewe uko kwenye chombo unaogopa kuzama. Anatokea mwanaume mwingine anatembea kwa miguu juu ya maji. Nieleze. Wewe uko kwenye chombo, ule upepo unaleta hofu ya kuzama. Anatokea mwanaume mwingine anatembea juu ya maji bila chombo. Niambie hapo. Bila chombo anatembea juu ya maji. Bila chombo anatembea juu ya maji. Hili jambo likawastaajabisha wale watu. Habari tena ya kuona chombo kinazama wakawa hawana. Wanabaki na mshangao hali ya juu. Hawahangaiki na chombo tena kuzama, wanahangaika na mtu anayetembea juu ya maji. Maana hili si jambo la kawaida. Haleluya, mtu wa Mungu. Chombo kinapozama, mshangae anayetembea juu ya maji. Usihangaike na chombo chako kinapotaka kuzama. Hata mshangao zaidi, kuna mtu anatembea juu ya maji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wanafunzi wakatoka kwenye kushangaa chombo kuzama, wanamshangaa mtu. Hofu ya chombo kuzama imeondoka, wamebaki na hofu ya kumwangalia mtu anayetembea juu ya maji. Haleluya. Biblia inasema wakahofu, wakazani ni mzimu. Hofu ya kuzama imekwisha, imekuja hofu ya mzimu unaotembea juu ya maji. Nataka kusema nini hapo? Nataka kukwambia katika safari ya mbinguni, mawimbi yanapokuja, mashaka yanapokuja, mambo mbalimbali yanayotukwamisha kwenye safari ya kwenda mbinguni, usiangalie mtu wa Mungu, muangalie Yesu anayeweza kutembea juu ya maji. Maana yeye ana uwezo wa kukuinua na wewe hata bila chombo kaweza kutembea juu ya maji. Haleluya. Jana wa leo muangalie Yesu, mtu wa Mungu. Mawimbi yasikufanye safari ya kwenda mbinguni ikawa ngumu. Mawimbi yasikurudishe nyuma. Kazi za mikono zisikurudishe nyuma, ukazichukulia kwamba ni sehemu zitakazokuzamisha. Unabaki unajiuliza nitakula nini? Unabaki unajiuliza familia yangu itaishi vipi? Kuna wakati hayo yanakuwa ni mawimbi, wakati neno la Mungu linasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine Bwana anatuzidishia. Haleluya. Kuzidishiwa haimaanishi usifanye kazi. Kuzidishiwa maana yake Mungu anahusika hata na kazi yako ndogo unayofanya. Hautapungukiwa, hautashindwa, utakuwa mshindi katika jina la Yesu. Acha kuwezeka. Mawimbi yasiwe mwisho wa safari yako. Angalia mambo mbalimbali yanayokuzunguka. Maneno yanayosema vibaya juu ya wewe yasiwe mwisho wa safari ya kwenda mbinguni. Hali duni ya uchumi inayokuzingira isiwe mwisho wa kumtumikia Mungu. Haleluya. Mwangalie anayetembea juu ya maji. Maana huo ndio muujiza mkuu kuliko chombo kinachopigwa na mawimbi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tamani mchana wa leo mawimbi yasimalize safari yako. Mawimbi yasimalize huduma Mungu aliyokupa. Mawimbi yasimalize ushindi ulionao katika Kristo Yesu. Mawimbi yasikurudishe nyuma. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tumalizie kwa kusoma ile Marko sura ya 4 mstari wa 36 mpaka 41. Tamani mtu wa Mungu, mawimbi yasimalize safari. Mawimbi yasikurudishe nyuma. Mchana wa leo tunapoingia kwenye maombi, simama kwa bidii yako. Simama katika namna ya kumshangaa anayetembea juu ya maji, ili uweze kuona namna na wewe utakavyoweza kutembea juu ya maji. Soma mtumishi wa Mungu.
36:41 mpaka 41 naye inasema, ndio wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alipokuwapo katika shetri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari kumtii? Bwana Yesu apewe sifa. Tunaendelea kumwangalia Yesu. Eneo hili tunaona walikuwa sasa wanasafiri pamoja katika chombo iko. Lakini wakati wanasafiri, Biblia inasema chombo kikapigwa na mawimbi. Ngoja nikwambie, Biblia inasema, nyinyi mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni lolote nami nitalifanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Biblia kuna sehemu inasema, tazama nasimama mlangoni, Ufunuo 3:20, na bisha hodi, yoyote atakayefungua mlango nitaingia ndani yake, naye atakuwa ndani yangu, tutakula pamoja, tutafanya hiki na hiki pamoja. Haleluya. Wakati wanasafiri katika chombo kikapigwa na mawimbi, hali Yesu akiwa ndani ya iko chombo. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu, sisi Yesu yuko ndani yetu.